Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote ulipo, Mungu akubariki sana. Majina yangu ni Apostle Blessing Baraka kutoka madhabahu ya Great Commission Church of Tanzania, kwa kifupi GCCT. Nataka nikukaribishe katika ibada hii ya jioni ya leo. Kwa ufupi sana, Mungu ataenda kukusaidia. Tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya neema yako na uweza wako. Baba Mungu, tuna kila sababu ya kukushukuru kwa wingi wa rehema zako na wingi wa fadhili zako. Tazama mtumishi wako huyu, mtoto wako huyu ambaye muda huu Kristo ameacha shughuli zake, amesimamisha mambo yake kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Basi ninaomba rehema zako, fadhili zako, baraka zako zikaachiliwe juu ya maisha yake katika jina la Yesu. Amen. Mpenzi mtazamaji, mahali pote pale ulipo, tulikuwa tuna somo ambalo limekuwa likiendelea hapa madhabahuni. Liko likizungumzia kuhama kwenda viwango vya juu. Wengi sana wamehama. Ziko shuhuda nyingi za watu ambao pengine utasikia ambao walijoin nasi katika ibada hiyo, na Mungu amefanya mambo makubwa na mambo ya ajabu. Tunaendelea kwa ufupi. Kuna vitu vichache sana ambavyo nataka niseme na wewe. Wiki ijayo tutakuwa tuna ibada kubwa sana ambayo itafanyika pale mlimani. Tutakuwa kwenye mlima wa maombi. Kwa wakazi wa jiji la Mbeya, basi utapiga simu hii ambayo itakuwa inatembea kwenye skrini yako, alafu utapewa maelekezo. Lakini upo mahali popote pale, upo kwenye taifa lolote lile, upo kwenye nchi yoyote ile, basi utafuata maelekezo ambayo nitakuwa ninakupa namna ya kujoin katika ibada hiyo ya mlima wa maombi. Una uhitaji wowote, una changamoto yoyote, una shida yoyote ile, basi huu ni wakati wako mzuri kabisa wa kutega sikio na kunisikiliza. Ibada hii jioni ya leo ni ibada ambayo imebeba neema ya Mungu. Ni ibada ambayo imebeba uweza wa Kristo. Ni ibada ambayo imebeba mambo makubwa kwenye maisha yako. Nisikilize mtoto wa Mungu. Nazungumza na mtu ambaye anasema, Apostle, niko tayari kuhama kutoka kwenye viwango nilivyokuwa navyo kwenda kwenye viwango vya juu. Huenda nazungumza na mtu ambaye anatamani atoke kwenye viwango vya uchumi. Mwingine anatamani atoke kwenye viwango vya biashara. Mwingine anatamani atoke kwenye viwango vya elimu aliyokuwa nayo, aende kwenye viwango vya juu. Nisikilize kwa umakini. Muda huu mzuri kabisa ambao Mungu wetu ameweza kuruhusu. Mtoto wa Mungu, nisikilize kwa umakini. Nazungumza na mtu ambaye anasema, nimechoka, nimejaribu kwa uwezo wangu, nimejaribu kwa fahamu zangu, lakini nimeshindwa. Hata watu wengine wamekukimbia. Kuna ndugu wamekukimbia, pengine mpenzi amekukimbia, mwingine hadi mume amekukimbia, mwingine mke amekukimbia. Nisikilize, ni wakati wako mzuri. Unahitaji kuhama kwenda viwango vya juu, wala hauhitaji kujitetea. Watu wengi wanafeli kwenye eneo moja, wanapenda kujitetea. Mpendwa, nisikilize kwa makini. No matter what, upo kwenye situation ya namna gani, hupaswi kujitetea. Hupaswi kujitetea kwa mwanadamu. Kuna mahali ambako unapaswa kupeleka uhitaji wako. Tulikuwa tunajifunza ile siku ya Jumapili, nikazungumza kitu kimoja kwamba watu wengi wanapoteza nguvu, wanapoteza ujasiri kwa sababu moja tu: wanafungua mlango wa sikio. Mlango wa sikio ukiutumia vibaya unaweza kuharibu maisha yako, lakini mlango wa sikio ukiutumia vizuri unaweza kutengeneza maisha yako. Mtoto, mahali popote pale, uenda upo ofisini kwako, uenda upo kwenye biashara, uenda upo nyumbani kwako, umetoka kazini, uenda upo kwenye usafiri wako, au upo kwenye daradara, popote pale ulipo, nisikilize. Nimetumwa na Bwana kipekee kabisa ndani ya jiji la Mbeya na Tanzania kiujumla na mataifa yote, kuja kueleza siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio
ni wewe kufanikiwa kuwa na Kristo ndani yako. Kufanikiwa sio kuwa na dhehebu fulani, sio kumweka ndani mtumishi fulani, no. Hapo hauwezi kufanikiwa. Unamhitaji Kristo akae ndani yako. Akikaa ndani yako, yeye ndio hutupa akili na maarifa juu ya kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji wangu, sikiza kwa makini. Nilieleza kitu kimoja nikasema hivi, ili uhame viwango kutoka mahali ulipo uende mahali fulani, huambatana na kitu kimoja. Nini ulichofanikiwa kujua? Kile utakachofanikiwa kujua ndicho kitakachokusaidia. Nikaeleza kwa ukubwa, nikasema ndio tiketi ya kukutoa mahali ulipo kukupeleka mahali ambapo unatakiwa kufika. Kwa hapo ulipo, hebu jifikirie, jiulize, kitu gani unajua ambacho kinaweza kikakupa evidence, kinaweza kikakupa ushahidi kuupeleka mbele za Kristo, kumwambia Kristo, nina 1, 2, 3. Kwa sababu ni rahisi sana kusema Yesu baba yangu, lakini ni ngumu sana Yesu kukonsida kusema kwamba wewe ni mtoto wake, kwamba wewe ni mwanaye. Ni ngumu sana 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 sana. Watu wengi sana leo hii tukija kwenye maisha ya kawaida, watu wengi sana utasikia Mama Samia mamangu, Mama Samia president mama yangu, lakini ni ngumu sana mpenzi mtazamaji, huyu Mama Samia kusema huyu ni mwanangu. Ni ngumu sana, ni ngumu sana 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 sana. Kwa watu wengi pia wanaenda mbele za Mungu kwa namna hiyo, wasema Mungu baba yangu, Mungu baba yangu. Je, Mungu anakutambua? So kitu ambacho kitakusaidia kuhama viwango na viwango vingine ni kipi unajua, kipi ambacho unakitambua kitakachoweza kukupa wewe kuwa mwenye haki wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukasoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 5 na ule mstari wa 20. Biblia inazungumza juu ya akili, kwamba nasi twajua, yani nasi tunatambua kuwa mwana wa Mungu amekwisha kuja, yani Kristo, naye huyo Kristo amekuja kutupatia akili, amekuja kutulejeshea akili. Anasema hivi, Biblia anasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wana maombi mengi sana lakini hawana maarifa. Wanafunga sana lakini hawana maarifa. Nikasema hivi, kuomba maombi mengi yasiyokuwa na majibu ni kazi bure. Unaweza kuwa ni mfungaji mzuri lakini hakuna matokeo. Hata kama matokeo yanapatikana, basi ni kidogo sana. Shida ipo kwenye eneo moja, ni nini umefanikiwa kujua. Sikiliza kwa makini mpenzi mtazamaji. Leo tunahitaji tuzungumze kitu kimoja ambacho kitaweza kukusaidia, hususan tunaposoma kile kitabu cha Hesabu, ile sura ya 33 kuanzia mstari wa 50. Biblia inazungumza kitu kimoja kikubwa sana juu ya watu wanaoitwa wenyeji. Wenyeji mara nyingi sana napenda kuzungumza, na nimekuwa nikizungumza kwamba wenyeji ni watu gani. Basi wenyeji ni wachawi, wenyeji ni washirikina, wenyeji ni waganga, wapiga ramli wa kila namna. Wenyeji ni watu wa kila namna walio kinyume na mapenzi ya Mungu. Wenyeji ni wale ambao wanakesha usiku kwenye makaburi wakitaja majina ya watoto wako, wanakesha usiku kwenye milima wakitaja majina ya familia yako, wakitaja nafasi yako kazini. Hao ndio wenyeji. Na Biblia inazungumza kwa lugha nzuri zaidi. Mungu anawaambia wakina Musa na Haruni, anasema mtakapovuka kutoka Jordan kuingia Kanani, mtakapoifika hiyo nchi ya Kanani, mtakapoingia kwenye nchi ya Kanani, maandiko anasema ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote wa nchi ya Kanani. Haleluya. Sikiliza kwa makini mpenzi mtazamaji. Ninapokuwa nazungumza sasa hivi, kuna watu ambao wanakabiliwa, wanashikiliwa na wenyeji wa mji. Kuna watu ambao wanashikiliwa, maisha yao yamezuiliwa na watu wanaoitwa wenyeji wa mji, ambao watu hao wenyeji wa mji hawako tayari kuona mtu huyu
akivuka viwango. Huenda inaweza ikawa kwenye ndoa, amani. Huweza ikawa kwenye masomo yako. Huenda inaweza ikawa kwenye kazi yako, kwenye ofisi yako. Na mpaka sasa hivi I see katika ulimwengu wa roho, nazungumza na mtu ambaye hata nafasi yake kazini iko hatarini kuweza kuchukuliwa. Nisikilize, kuna nafasi ofisini ambayo itakiwa uwepo, lakini kuna wenyeji wamekaa, wamezuia nafasi yako. Wao ndio wamekamata hiyo nafasi. Sasa ili uweze kutoka mahali ulipo, kutoka kwenye nafasi ulionayo, uweze kupanda cheo, lazima ushughulikie hawa watu wanaoitwa wenyeji wa mji. Uenda unazungumza katika hali ya afya. Wapo wenyeji ambao wamezuia afya yako. Wapo wenyeji ambao wanaleta misukosuko kwenye maisha yako. Kila itwapo leo kuna jambo linazaliwa kwenye familia yako. Kila itwapo leo kuna misiba inatokea kwenye familia yako. Kila itwapo leo kuna changamoto zinazaliwa kwenye familia yako. Nini? Ni kazi ya watu wanaoitwa wenyeji wa mji. Sikiliza kwa makini, mtoto wa Mungu. Biblia inaendelea kusema hivi, kitabu cha Hesabu 33. Ule mstari kuanzia 50. Amsatana anasema hivi: mtakapowaacha hao, mtakaposhindwa kuwafukuza hao, yani mtakapowasaza hao wenyeji, Biblia inasema ndipo watakapowatawala nyinyi. Watakuwa kama sindano machoni mwenu na watakuwa kama miba ubavuni mwenu. Ngoja nifanye hapo, tanielewa sana. Ninaposema watakuwa kama sindano machoni mwenu, hebu imagine leo ukichukua sindano ukachoma kwenye macho yako, nini kinatokea? Ni kwamba utakuwa kipofu. Kwa kumbe kuna watu nazungumza muda huu ni vipofu kwenye maisha yao. Wanatazama lakini hawaoni. Nini? Wenyeji wamepiga upofu, wamechoma macho yao. Lakini anaposema kwamba watakuwa kama miba ubavuni mwenu, ni kwamba wataleta vichumi, wataleta kansa, wataleta stroke, wataleta roho za ajali, wataleta magonjwa kila namna. Kazi ya wenyeji. Kwa ili uweze kuvuka kwenda kwenye viwango vya juu, moja, lazima pia ufanikiwe kujua, ambapo utakapofanikiwa kujua kutakupa nguvu ya kuwatambua wenyeji. Ukishawatambua wenyeji, utawashughulikia sawa sawa na vile umetambua wenyeji. Haleluya. Ngoja nikupe maelekezo yatakusaidia. Nimesema tutakuwa na siku 3 za kwenye mlima wa maombi. Nitakuwa ninaendesha ibada hiyo kutoka kwenye mlima wa maombi. Maelekezo ya kujoin ni kwamba kuna linki ambayo utatumiwa, au unaweza ukapiga simu hii 0638075445. Ukiweza kutuma ujumbe, tuma tu ujumbe kwamba man of God, ninahitaji linki ya kwenye mlima wa maombi. Basi mtumishi wa Mungu atakutumia linki ya mlima wa maombi, nawe utafuata maelekezo kutoka kwenye hiyo linki. Ni kuanzia Jumatatu, Jumanne na Jumatano tutakuwa kwenye mlima wa maombi. Kwa mahali popote ulipo unaweza kujoin nasi moja kwa moja, uko ndani ya jiji la Mbeya, kutoka mkoa wote, basi utafika hapa madhabahuni, basi utaambatana na watumishi wa Mungu kwenye hiyo safari ya kwenda kwenye mlima wa maombi. Mungu wa mbinguni aweze kukubariki sana mtoto wa Mungu. Kwenye mlima wa maombi tutakuwa tunashughulikia mambo matatu. Jambo la kwanza, tutakuwa tunakomboa familia. Lakini jambo la pili, tutakuwa tunakomboa uzao. Lakini jambo la tatu, tutakuwa tunakomboa uchumi. Naposema kukomboa familia, ina maana tunakomboa familia kwenye ile iliyopo. Kama una watoto 10, kama una watoto 5, kama hauna bado lakini upo kwenye familia yako, kwa utaona maombi ya ukombozi wa familia. Lakini hapo unazungumzia uzao unazungumzia kwenye tumbo la mwanamke. Tumbo la mwanamke ni madhabahu. Tutajifunza na tutapata kuelewa na kutambua kwamba kwa nini mtumishi wangu anasema tumbo la mwanamke ni madhabahu. Lakini kitu cha tatu, tutakomboa uchumi. Maisha ya hapa duniani, kuna wengine wanaishi kwenye uchumi mbovu, uchumi mbaya. Wanajua wao ndio wa namna hiyo. Hakuna mtu namna hiyo. Hakuna mtu ambaye Mungu amemuumbia aweze kupata shida. Kila mmoja Mungu amemuumbia ili aweze kutawala. Na kutawala wenyewe ni sawasawa na kula mema ya nchi. Mema ya nchi hayako mbinguni. Mema ya nchi yako hapa hapa. Ukishindwa kula mema ya nchi hapa,
basi huko kwingine sijui.